Hivi unakumbuka lolote au unakumbuka chochote kilichokupata? Na ilikuwaje mpaka nikakuta katika mazingira yale? Ndiyo, nakumbuka. Ila sijawa tayari kwa ajili ya kukuelezea. Na samahani sana kwani nimesikia ukigombana na mpenzi wako. Ila nashukuru sana kwa msaada wako. Marhaba. Samahani dada, mimi nina tatizo bana. Mke wangu amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Umeona? Sasa hapa nina picha fulani hivi ipo kwenye simu. Unaweza ukanisaidia kumwangalia? Unaweza ukawa unamfahamu labda, au huyu hapa sijui unaweza ukamfahamu. Wewe ni nani? Na unafanya nini kwenye chumba cha mchumba wangu? Hauwezi kunijibu, si ndio? Asa ngoja nimsubiri huyo mara ya mwenzio aje anijibu. Huyu mdada simjui, lakini najua alipo. Ndio, najua alipo. Unajua alipo kabisa? Nilikotoka huyu ndio nimemwacha huyo mdada. Sawa. Kuna mtu anataka niwasiliane naye hapa kidogo. Hello. Aisee, sasa kuna mtu nimekutana naye hapa. Amesema kwamba amemuona mke wako na anafahamu mahali alipo. Kwa hiyo sasa njoo haraka sana kwenye zahanati ya kijiji hapa. Na kusubiri hapa, fanya haraka sana. Tukutane hapo, tukutane zahanati ya kijiji hapo. Samani kaka. Bila samani. Umeniambia kwamba ni mke wako. Mbona unaongea na simu unasema kwamba sio mke wako, ni mke wa mtu mwingine? Usijali. Unajua ni nini? Wewe ni shemeji yangu. Unaona Ni shemeji yangu. Wewe usijali juu ya hilo. Sio shemeji tena, ni kama mke wangu tu. Usijali juu ya hilo. Usijali juu ya hilo. Okay, sawa. Basi tunaenda. Sasa twende hapo zahanati ya kijiji. Tukamsubiri huyo jamaa aje hapo mara moja. Tumsubiri mara moja hapo ili tuweze kwenda naye. Ase vipi? Safi. Kwema? Wewe mkashafi. Vipi? Ase safi. Shikamoo. Marhaba, kwema? Vipi? Twendeni basi. Twende.
Lakini mimi nilikuwa naona ni vyema ungenielezea. Sawa, kwa kuwa umetaka kujua na kwa kuwa umeonyesha wewe ni mtu mwema, sina budi kukuelezea. Hadi unanikuta kwenye hali ile, ilikuwa ni kwa sababu niligombana na mume wangu. Alinipiga sana na bado aliona haitoshi, aliamua kunifukuza pale nyumbani. Nilihangaika sana. Ni hapo hivi. Hadi ule muda unanikuta kwenye hali ile. Nyie maraya, tokeni huku nje. Zote. Beleji, kwani unanifanyia hivi? Naomba rudi nyumbani mke wangu. Naomba nisamehe. Kwani kuna siku nimewahi kukupiga mimi hata siku moja? Nimewahi kukutukana? Ule ni ibilisi tu alinipitia mke wangu. Na kuomba. Watoto nyumbani wanalia. Rudi nyumbani mke wangu. Angalia nimeenda mpaka kwa mwenyekiti. Kijiji chote kinajua kwamba mimi na yeye tumegombana. Tunajifezeesha, si tushakuwa watu wazima mke wangu. Na kuomba nisamehe. Rudi nyumbani tafadhali. Kumbuka watoto wako nyumbani kule unavyokuwa unaondoka. Kweli nimekukosea mimi, lakini naomba nisamehe. Mimi ndo mwenye makosa. Sawa mwanangu, mimi nimekubali kukusamehe na kurudi nyumbani. Nashukuru mke wangu kwa kunielewa. Nashukuru. Rudi nyumbani basi. Ndugu yangu nakushukuru. Basi niwatakie kila la heri, mkashi vyema. Tunashukuru sana isi. Sawa sawa. Asante sana. Asante sana kaka. Kaka Majeleko, asante. Ni Majeleko? Naam. Asante kijana, nakushukuru sana kwa ukarimu wako. Nakushukuru kwa hili. Nimempata mke wangu akiwa mzima. Nashukuru sana. Sawa. Karibu. Hoa. Mbona mikasiliwi? Mwanangu, huu ukatili. Hadi kwenye boksi. Kwani wewe unatolea wapi? Siku nyingine tu Majeleko. Kwa Majeleko? Mbona mikasiliwi? Pandishie juu kidogo. Hapo tunaenda hatua 3 na maana kusogea mbele. Twende action. Nyie maraya, tokeni huku nje. Wewe. Hiyo imenatwa hiyo. Twende. Action. Nyie maraya, tokeni huku nje. Boss. Bana, mke wangu amepotea
Mke wangu amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Oya, wewe nanili. Komando, njoo wewe ndio una mwili mpana. Unaziba upepo.